Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa jina naitwa Godfrey Mwalongo, ni mtumishi wa Mungu nayepatikana katika huduma ya Emmanuel Ministry. Leo tunakuletea somo linahusu ndoto. Nini maana ya ndoto na tafsiri zake kibiblia? Ndoto ni lango kama malango mengine ambalo Mwenyezi Mungu amemwekea mwanadamu yoyote anaishi hapa chini ya jua, ili Mungu apate kuingia kwa mwanadamu, na kumfundisha kanuni, taratibu na sheria zake na njia zake, ili Mungu apate kumwokoa yeye na wengine. Ndoto Mungu anakuonya mambo yale yatakayokupata baadaye, ili Mungu apate kuokoa wewe, waombee na hao wengine uliota kwenye ndoto. Ndoto Mungu anakuonya hata mambo yatakayowapata wengine baadaye, ili Mungu apate kuokoa au waombee na hao wengine. Leo tunajifunza somo linalohusu ndoto. Ukiota ndoto unakula samaki mkiani au kichwani. Unakula samaki, unavua samaki au unakula samaki. Lakini hata kama unavua samaki, unakula samaki, unachagua samaki, unanunua eneo la mkia au eneo la kichwa. Mungu anakujulisha nini? Mungu anakutazamisha, unajiandaa, unaingia msimu, unaenda kama ni kichwani, unaenda kupata mafanikio kutoka kwa watu, kupata mafanikio yanayotokana kwa watu, hizi kama ni pesa, hiyo kazi, hiyo ni mafanikio yanatokana kwa watu. Lakini utakuwa wa kwanza kichwani, utafanikiwa mwanzoni, utafanikiwa katika awamu ile ya kwanza kabisa. Wewe ndio utaanza kuchaguliwa mwanzoni, utaanza awamu ile ya kwanza kuchaguliwa. Ukiona unaota ndoto unanunua samaki eneo la kipande cha mkiani, au unavua samaki unawagawasha kipande cha mkiani, ndicho unachukua wewe, ndio fungu lako wewe. Mungu anakujulisha unaingia msimu, utaenda kupata mafanikio, lakini utaenda kupata mafanikio wakati mwishoni, utakuwa wa mwisho, utafanikiwa mwishoni wala sio wa kwanza. Utafanikiwa mwishoni, kichwani utafanikiwa mwanzoni, unaenda kupata mafanikio, lakini utafanikiwa katika awamu ile ya kwanza. Wewe utatangulia kufuata mafanikio. Mungu anakujulisha mafanikio yanatokana kwa watu. Kati ya watu wote mliokuwa, mafanikio yanatokana kwa watu. Kati ya watu wote waliopendekezwa, wewe utakuwa mwanzoni, utafanikiwa kwanza, utachaguliwa kwanza kichwani. Unanunua au unavua, unagawasha, mnagawana na kupata eneo la kichwani. Ukiona mkiani, wewe unaingia msimu, utaenda kupata mafanikio yanayotokana kwa watu. Hiyo ni kazini kwako, biashara kwako, kwenye taasisi yako, kwenye kampuni yako, hapo nyumbani kwako. Lakini mkiani, wewe utapata mafanikio, utachaguliwa mwishoni. Utakuwa wa mwisho wala sio wa kwanza. Mungu anakuambia utakuwa wa mwisho, utapendekezwa mwishoni katika hicho unachokiendea kukifanya, wala sio mwanzoni. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo 13:47, Biblia inasemaje na kuendelea? Tena ufalme wa mbinguni unafanana na wavu uliotupwa baharini. Ufalme wa Mungu unafanana na wavu uliotupwa baharini, ukanasa samaki wa kila aina, ukakusanya samaki wa kila aina. Huo wavu uliotupwa baharini, samaki wa kila aina. Ulipojaa, watu waliuvuta pwani, wavuvi hao wakaketi, wakachagua samaki wazuri, wakubwa, wakaweka ndani ya vikapu vyao, na wabaya wale wadogo, wale wa mwisho wadogo wakawatupa. Ndivyo itakavyokuwa mwisho wa nyakati. Malaika wa Mwenyezi Mungu watatokea, watawatenganisha watu wabaya. Hata malaika, hata mbinguni wanapenda mambo makubwa, sio madogo ya mwisho. Wao hawanaga umwisho kule mbinguni, wao ni wa kwanza. Anasema ndivyo itakavyokuwa mwisho wa nyakati. Malaika wa Mwenyezi Mungu watatokea, watawatenganisha watu wabaya na watu wema, na kuwatupa hao wabaya katika tanuru ya moto. Huko watalia na kusaga meno. Mungu anakujulisha nini? Omba rehema, omba toba, ili uwe wa kwanza. Hata mambo ya Mwenyezi Mungu kuyajua, uwe wa kwanza wala sio wa mwisho. Ukimkiri Yesu kwa kinywa chako kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, utaokoka na roho zote zinazotangulia kukuchagulisha wewe uwe unachukua vitu vya mwisho. Wa mwisho ni mwishoni. Omba rehema, omba toba. Asante kwa kunisikiliza. Hata wakati mwingine Mwenyezi Mungu akitujalia, uwe na wakati mwema. Usiache kusubscribe, bonyeza kitufe cha kengele, subscribe ili Mungu ajulishe, upate kujua muda sahihi na wakati sahihi. Mungu anasema na wewe juu ya hatua unaitaka kuingia, kuwa wa mwisho au wa kwanza, ili upate mema yake. Asante kwa kunisikiliza. Hata wakati mwingine Mwenyezi Mungu akitujalia, uwe na wakati mwema. Amen.